Bwana, so story inaanza, kuna hawa wanandoa wawili wanaonekana wakiwa wanafanya romance. Yaani inamaanisha wanajiandaa kufanya mapenzi. Asa jamaa wakati anaona maumbile yake yamesimama sana, akamwambia mke wake, "Wife, ngoja nikachukue kwanza condom." Mwanamke anabaki anashangaa tu. Inakuwaje unaenda kuchukua condom mume wangu? So jamaa kutaka kuongea chochote kile, alifuata zake condom. Mwanamke alibaki anajiuliza, kuna nini? So inakuwaje mpaka mume wake hawezi kufanya mapenzi na yeye mpaka avae condom? So hicho kitu mwanamke kilikuwa kinampa sana mawazo kwamba hii imekwaje jamani na kwa nini afanye hivi mwanaume wangu? Umeona So mwanamke alionekana ni mwanamke fulani hivi kapatwa na mawazo ghafla tu, yani akuridhika na kile kitu kama kimemsurprise hivi. Na hiyo siku nilikuwa siku yao ya honeymoon, yani siku yao ya kwanza kufanya mapenzi. Umeona story ilikuwaje? Story iko hivi kwamba huyu mwanamke bwana, haya ndo mahusiano yake ya kwanza, na mahusiano yake ya kwanza huyu mwanamke alijiwekea kwamba hawezi kufanya mapenzi na mwanaume mpaka amoe. So huyu jamaa hapa wakati anatamani kufanya na mapenzi ile anambusabusa nini, mwanamke akawa anamwambia, "Usifanye hivyo jamani, mimi najisikia vibaya." Jamaa akanambia, "Wewe tulia bwana, nisifanye hivyo kwa nini?" Basi jamaa akawa anamkisi pale, mwanamke akawa, "Basi naomba uniache niondoke." Basi ghafla mshikaji akakasirika, "Huyu ni mwanamke gani? Mbona unaniletea mimi upumbavu Ni vitu gani ambavyo unanifanyia Basi bidada akanambia kwamba mimi siwezi fanya mapenzi mpaka pale utakaponioa, yani nitakapokuwa mke wako. Basi jamaa bwana akawa anamuuliza, "Kwa hiyo mimi nitaishiishi vipi sasa bila kupata hicho kitu Unataka mimi nife na upwilu?" Basi namuita demo mwingine. Basi bwana mshikaji alichokifanya akamuita demo mwingine, na huyo demo akaja bwana. Alipokuja wakakumbatiana pale, jamaa akamwambia, "Geuka kwanza uone nyashi yako. Umeona nyashi hiyo? Hasa pale unaenda kujipigia vitu." Akanambia, "Jamani usifanye hivyo mchumba wangu." Akamwambia, "Wewe utabaki tu kwa mchumba, utaendelea kusubiri hadi nikuoe ndio nipe huo utamu. Mimi siwezi kufa na upwilu bwana. Mimi ni mwanaume lijali. Nitakufaje kwa upwilu? Nitaanzia wapi sasa? Wewe kaa hapo. Nenda kanipikie chakula. Nikimaliza kula huko nitakuja nitakula chakula ulichonipikia, sawa Jamani, usinifanyie hivyo. Nisikufanyie hivyo nini? Mbona unajitilisha huruma hapa? Mimi naenda kujipigia mapasi huko bwana. Haya, mchumba, twezetu basi. Jamani, nyashi panda taratibu ngazi basi isije ikaanguka. Jamani mpenzi, usinifanyie hivyo. Jamani, ina maana alikuwa nipendi au? Mungu wangu. Jamani mimi bwana. Basi bwana, story inaendelea. Huyu bibie bwana, badala kupigwa lile tukio kule, akaja huko akanamwadisia shoga yake. Akanamwambia shoga yake kwamba huwezi amini, kaniletea mwanamke mwingine ndani na mimi nipo muumo geto kwake. Akamwambia, tatizo una misimamo ya kipuzi. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kuvumilia huo upuzi. Yaani mwanaume kabisa lijali, aone mzigo wake huo hapa afu mwambie asubiri mpaka ndoa. Hata mimi nikiwa mwanaume nisingoweza jamaa. Basi bwana, shoga mtu alipomaliza kumshauri rafiki yake, shoga mtu aliondoka zake. Bidada akibaki peke yake pale akitafakari na hamini kile kilichotokea. Umeona Basi ulipofika mida fulani vya usiku, kuna mshikaji akamtoa out bwana. Mshikaji ni tajiri. Huyo mshikaji ana hela. Kanamwambia, "Mtoto wa kike unatakiwa kula mama. Vitu vyote hivi hapa mezani ni kwa ajili yako. Kula uenjoy Mtoto wa kike akamwambia, "Sawa, usijali nitakula tu." Akanamwambia, "Lakini kuna vitu vinanichanganya. Natamani nikwambie ili unishauri." Jamaa akanamwambia, "Niambie." Basi akaanza kumwambia, "Ex wangu kaniacha." Jamaa akawa anamuuliza, akakuacha vipi? Yaani umemkosea nini mpaka kuacha mtoto mzuri kama wewe? Hebu niambie basi hata kidogo, maana kwa jinsi ulivyokuwa wewe mzuri, hautaki kuachwa hivyo. Kwa nini akuache jamani? Alafu hautaki kuwa na mawazo. Mimi nimekuleta hapa ili uenjoy. Hebu achana na ex wako bwana. Hebu nielezee kidogo kwanza. Ilikuwaje mpaka ukaachana na ex wako? Hebu niambie basi. Basi unaambiwa mshikaji alimpamba sana bibi, alimpamba mno, akanamwambia pale ajikaze nini. Kisha bidada akamwambia, "Mimi niliachana na ex wangu kwa sababu sikutaka kufanya na mapenzi mpaka pale atakaponioa." Jamaa alishtuka. Akaona huyu bibi vipi huyu? Mbona kama hajielewi? Akamwambia, "Wewe hauna akili kabisa. Ndio maana umeachika. Huwezi ukawa na akili vizuri. Mwanamke mwenye akili vizuri hawezi akafanya kitu kama hicho." Bibi akawa anashangaa tena. Jamaa akamwambia, "Wewe una akili kabisa. Yaani wewe ni mpumbavu kabisa." Kisha mshikaji akamwita, "Waiter." Basi unaambiwa mshikaji badala ya kumsikia bibi akasema kwamba hizi kafanya mapenzi na mwanaume mpaka ndoa. Basi unaambiwa mshikaji naye akachanganikiwa kabisa, akamwita waiter bwana. Waiter alipofika pale bwana, mshikaji akutaka kupoteza muda, akamwambia yule waiter kwamba, "Sikiliza, mimi hapa nitalipia tu bili zangu zote. Alafu bili za huyu mwanamke hapo atalipa yeye mwenyewe, sawa
Bidada akawa amini pale, akawa nabaki anashangaa tu. Mshikaji akamwambia, kwa mimi ndajilipia mimi mwenyewe tu na huyo bibi hapo atajilipia yeye mwenyewe tu. Bidada akasema, Mungu wangu, sasa kwa nini unafanya hivyo jamani? Ndio mshikaji bwana akamchana live bidada ise. Akamwambia mimi siwezi tumia pesa yangu kizembe. Bidada alipofika nyumbani kwake akawa analalamika tu. Rafiki yake akawa anamwambia, bwana, hakuna mwanaume mpumbavu ambaye anaweza kukuhudumia wewe alafu umnyime hicho kilichopo katikati ya mapaja yako. Basi bwana, bidada badala ya kuambia ukweli nini, ilibidi tu atulie zake, yani apoe. Sasa wakati amepoa alipigiwa simu na mpenzi wake, ambaye mpenzi wake bwana alikuwaga Marekani huko. Sasa amempigia simu ndo anamwambia kwamba bwana, mimi nimeingia Lagos. Umeona bidada alirukaruka sana, yani bidada alifurahi sana isi. Basi mshikaji wakaenda kumpokea, walipoenda kumpokea pale nini, mshikaji naye hakuwa mnyonge, yani hakutaka yule kuonyesha unyonge, yani hakutaka kabisa kuonyesha unyonge. Alichowafanya bwana, akawatoa out yeye pamoja na rafiki yake. Wakati washarudi wametoka zao out huko, bidada akanamwambia rafiki yake, hapa sasa sikiliza, usije ukafanya upumbavu ukampoteza na huyu, sawa? Jitahidi kuwa makini, umtunze huyu asije akaenda kwa wanawake wengine huko. Basi bwana, unaambia bidada bwana, alivyomaliza kumwelekeza rafiki yake pale akajichenga zake. So leo hii bwana, yule mshikaji bwana anaonekana akatembelewa na bidada nyumbani kwake. Basi bwana, na hapa mlangoni bidada anaonekana kupokelewa na wifi yake. Wifi tu ndo anampokea pale, tabasamu kama lote. Bidada anabaki tu kwa mpole, yani anaogopa. So unajua kinaweza kikaape ni muda wote. Mshikaji anakuja pale na kumkumbatia wifi yake nini, wanasalimiana pale, anamtambulisha kwamba huyu ni mdogo wangu nini, fresh, si ndio? Kama hivyo yani. Bidada anamwambia pale, naona sasa umerudi tangu umekimbia huko. Ikauli bwana, mshikaji inamkata, lakini anavunga kwa namna fulani hivi, anamwangalia mdogo wake kisha anakausha. Asa huyu bidada anamwangalia tu wifi yake alivyokuwa anaondoka, kisha akamrudia kumwangalia mpenzi wake. Asa mdogo mpenzi wake anaonekana mtu mwenye mawazo sana, akamshtua, baby vipi? Jamaa akamwambia niko sawa tu. Basi bwana wakaanza kupiga story. Asa wakati wanapiga story pale bwana, wakajikuta wamezama mpaka chumbani ese. Asa wakati wapo chumbani bwana, bidada akawa anamuogopa mshikaji kwa sababu akawa anajua huyu ni mwanaume na yeye ni mwanamke, na yeye bidada akajiwekea misimamo kwamba hawezi akafanya mapenzi na mwanaume mpaka aolewe, yani mpaka ndoa, yani ndo ataanza kufanya mapenzi na huyo mume wake. Umeona? Basi hapa kana anatafuta tu visababu ili aondoke. Mshikaji akanambia, sasa sikiliza, hapa leo wewe uondoki. Basi bwana anamwambia bidada bwana, akawa anajitetea, sasa sikiliza baby, so kuna kazi natakiwa nikamalizie. Jamaa akamwambia usijali. Akamwambia nisijali nini mpenzi wangu, wakati kuna kazi natakiwa nikamalizie. Akamwambia usijali, nitamwagiza dereva akakuletea vifaa vyako vya kazi, hii kazi ufanyie hapa nyumbani, sawa? Usijali bwana, mimi nimekumisi ujue, na muda mrefu hatujaonana. Hebu ngoja kwanza nikamwagize dereva wangu hapo ili akakuchukulia vitu vyako. So huku upande wa pili bwana, magetoni kwake mdada huyu shoga yake anaonekana leo kamuingiza na yeye mpenzi wake sasa. Kwa hiyo hapa wapo tu wanajiandaa nini kufanya basi. Huku upande wa pili bwana, ni giza limeingia, limewakuta wao kwa chumbani. Sasa bidada bwana, mshikaji kila kitaka kufanya nani, bidada anamwambia subiri kwanza tuangalie movie kidogo. Mshikaji akapitiwa na usingizi siku ya kwanza, kalala. Bidada akona nimepona hapa afadhali ese. Kamwangalia mchizi kalala bwana. Siku ya pili ndio hivyo. Mshikaji kaja ile nini, anataka kufanya nini? Anataka kufanya na mapenzi. Bidada kanagoma kwamba subiri kwanza baby, so siko sawa, subiri kwanza. Jamani, mdau mshikaji ndo anautaka sasa.